alama ya ukomavu wa kielelezo cha uwezo wetu kama taifa wa kupanga, kuamua na kutekeleza miradi mikubwa kwa kutumia fedha zetu na wataalamu wetu wa ndani. Huu ni msingi muhimu wa uhuru wa maamuzi na heshima kwa taifa letu. Tukilinganishwa na wengine ndani ya Afrika, tutakuwa kati ya nchi zilizotoa kipaumbele na heshima kubwa kwa shughuli za ulinzi. Majengo haya yasitupe fahari tu kuwa nayo. Jengo zuri kubwa limependeza, lakini kuna fezi mbili nyingine zinakuja kuongezea ukubwa na uzuri wa jengo hili. Sasa isiwe tu ni fahari yetu, bali majengo haya yatumike kuimarisha na kusimamia ulinzi wa taifa letu. Yatumike kama kituo cha fikra, uchambuzi wa kitaalamu na uratibu wa kisayansi wa mikakati na shughuli za ulinzi zinazoendana na wakati tulionao, pamoja na majukumu mengine ya ulinzi wa taifa letu. Mambo hayo ni ya msingi kwa kuwa mazingira ya kiusalama ya dunia kwa wakati tulionao hayalindwi kwa silaha peke yake, bali nyenzo muhimu ni upatikanaji, uchambuzi na matumizi ya taarifa, teknolojia, mifumo ya mawasiliano na mbinu za kisasa zinazohitaji ubobezi wa kitaalamu na weledi wa hali ya juu, mambo ambayo nataka nikiri kwenu, nilipotembelea hili jengo niliyaona yako pale ndani. Tunahitaji kuongeza, lakini tayari tumeanza. Mambo hayo yako pale ndani. Hivyo ni imani yangu kwamba ujenzi wa awamu mbili zinazofuata zitakwenda kuzingatia haya niliyoyaeleza na kuongeza nguvu kwa yale ambayo tayari yapo pale ndani. Ahadi yangu kwenu kama Amiri Jeshi Mkuu ni kuhakikisha kuwa awamu zilizobaki zinakamilishwa. Ndugu viongozi, makamanda na wapiganaji, tarehe 15 Disemba mwaka jana nilipewa heshima ya kufungua mkutano wa 9 wa mkuu wa majeshi ya ulinzi na makamanda mkoani Tanga pale kwenye kituo chetu cha SCUA. Mkutano ule ulibeba kauli mbiu inayosema ulinzi imara na amani ndio msingi wa maendeleo ya nchi yetu. Kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa kila hatua ya maendeleo tuliyoifikia imejengwa juu ya msingi wa utulivu, nidhamu, ulinzi thabiti kwa wananchi wetu. Jinsi taifa letu linavyokuwa kiuchumi ni kiashiria kwamba hali ya ulinzi na usalama imeendelea kuimarika. Bila uimara wa hali ya ulinzi na usalama, tusingeweza kufikia hatua tuliofikia leo, kwani hakuna uwekezaji unaokuja bila mazingira salama, na hatuwezi kujenga ustawi wa wananchi bila amani. Kama mnavyofahamu, ni juzi tu shirika bobezi linalofanya tathmini ya ukuaji wa hali ya uchumi duniani, The Moody's, limeipa nchi yetu daraja la B1, daraja ambalo ni kiwango kizuri sana kwa mustakabali wa ukuaji wa uchumi wetu. Na kila tunapokuwa kiuchumi, uwekezaji katika sekta ya ulinzi ni suala lisiloepukika kutokana na umuhimu wake kwa mustakabali wa taifa, kimaendeleo na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Hivyo serikali yetu itaendelea kuliwezesha jeshi letu kuwa na mazingira bora ya kazi ili liwe tayari wakati wote kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Taifa lolote duniani linalotaka kuheshimiwa halina budi kuwekeza na kujenga taasisi imara za kulinda uhuru, mipaka, rasilimali na watu wake. Ndugu viongozi, makamanda na wapiganaji, kabla sijahitimisha hotuba yangu, nipende kusisitiza tena kuwa majengo haya mapya ni nyenzo tu ya kutekeleza majukumu yetu, lakini nguvu ya jeshi haitokani na majengo wala vifaa peke yao. Na hapa naomba ninukuu maneno ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye aliwahi kusema, na ninanukuu, moyo kabla ya silaha, mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo ya moyo kabla ya silaha
inatukumbusha kwamba msingi wa jeshi imara ni moyo wa kizalendo, nidhamu, weledi, utii na dhamira safi, uadilifu na uaminifu wa askari wake kwa taifa na watu wake.